Naam, hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kujuzana taarifa mbalimbali. Tulikuhabarisha hapa siku tatu zilipopita baada ya mahakama kusitisha shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini Chadema wakitoa taarifa wakadai ya kwamba mahakama imesitisha shughuli za chama hicho kwa muda wa siku 14. Lakini kwa siku ya jana pia nikakuhabarisha taarifa nyingine ya kwamba kusitishwa kwa shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakuna kikomo, sio siku 14 kama ambavyo tumehabarishwa. Na hii ni baada ya mawakili ambao wanawakilisha wanachama na waliokuwa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliofungua kesi mahakamani wakilalamikia Chadema kwa kukosa usawa na kuikandamiza Zanzibar katika shughuli zake na katika mgawanyo na matumizi ya mali za chama hicho. Wakasema zuio la Chadema kufanya siasa nchini sio la siku 14 kama ilivyoelezwa na baadhi ya watu na inavyoripotiwa na vyombo vya habari. Kwa upande wao, wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mawakili wa mahakama kubwa na Guido Thomas Mfukwe akiwawakilisha mawakili wenzake ameeleza kuwa maamuzi ya mahakama kwenye kesi hiyo katika kesi ya madai namba 8223 ya mwaka 2025 ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali, mahakama haikutamka muda wa kikomo wa kuzuia shughuli za kisiasa na matumizi ya rasilimali za chama hicho. Amri ya kwanza kwa upande wao ambayo jaji ambaye anasikiliza kesi hiyo ambayo aliitoa ni kuzuia shughuli zote za kisiasa hadi pale kesi ya msingi itakaposikilizwa, lakini amri ya pili amezuia wasitumie mali za chama. Sasa bahati mbaya upo upotoshaji mwingi ambao unaendelea kwamba hili zuio limetolewa kwa muda wa siku 14. Zuio limetolewa mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa maamuzi, na kulingana na jaji kesi itatajwa tena Juni 24 mwaka 2025, amesema wakili Guido. Wakili huyo ambaye amezungumza kwa niaba na amenukuliwa kama tunavyoshuhudia akiwawakilisha ambaye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar Saidi Isa Muhammadi na wenzake wawili ambao walilalamika kuwa Chadema inaitenga Zanzibar katika mipango yake ya kisiasa, hasa upande wa usambazaji wa rasilimali fedha. Na tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema kama makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amekaririwa wakati akizungumzia maamuzi hayo ya mahakama. Alisema uamuzi huo ni sehemu ya kile alichokiita sarakasi za baadhi ya watu katika juhudi za kuikandamiza Chadema. Amejua lini kuna ubaguzi wa kidini, amejua lini Zanzibar inapunjwa, ama ni baada ya kushindwa uchaguzi ndo ameyaona haya. Hizi ni sarakasi za kutumia watu kujaribu kuzuia chama chetu kufanya shughuli zake, alisema Heche. Lakini jambo hili likamfikia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye yupo gerezani Ukonga, Tundu Lissu, ambaye anashikiliwa kwa kosa kubwa mno la uhaini, na kesi inaendelea mahakamani, ambapo Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga ametuma ujumbe kufuatia hiki ambacho kimetokea, na hii ni baada ya mahakama kusitisha shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini ukitazama ujumbe huu wa chama cha Chadema kutoka kwa mwenyekiti Tundu Lissu, ni watu wachache mno ambao wameuchapisha ujumbe huu. Lakini pia mwanaharakati Mange ametaka viongozi wa Chadema kuwa makini, lakini pia kuifanya akaunti ya Tundu Lissu kuwa active na kuchapisha taarifa hizi kama ujumbe huu ambao umetoka kwa Tundu Lissu. Lakini kwa upande wangu mimi nimeona ni Chadema in Blood page ya Chadema Instagram waliposti ujumbe huu wa Tundu Lissu kutoka gerezani, lakini pia Mange Kimambi aliposti pamoja na Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula ambaye pia aliandika mambo machache baada ya kuchapisha ujumbe huu kutoka kwa Tundu Lissu. Hapa tukisoma moja kwa moja ujumbe wa Tundu Lissu baada
ya Jaji Hamidu Mwanga kusitisha shughuli za chama cha Chadema. Ujumbe kutoka kwa Tundu Lissu. Jaji Hamidu Mwanga ni jaji wa Samia na kwa sababu hiyo ni jaji wa CCM na anafanya kazi ya CCM. Jaji Mwanga alikuwa kwenye tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ya Jecha Salimu Jecha ambayo ilifuta uchaguzi wa Zanzibar wa mwaka 2015. Jaji wa namna hii tutatarajia aipende Chadema inayosema no reforms no election. Maamuzi yake yanathibitisha kauli yangu kwamba majaji wengi ni ma CCM na wanafanya maamuzi kuipendeza CCM na yule anayeweza kuwapandisha madaraja kwenda mahakama ya rufani. Kuhusu kuzuia shughuli za chama, chama ni wanachama, sio majengo. Hata kama majengo ni muhimu, lakini chama ni wanachama, na wanachama waendelee na mapambano katika majukwaa yote yanayopatikana, hasa katika mitandao ya kijamii, isipokuwa katika jengo la makao makuu. Wanachama wakumbuke historia ya mapambano ya aina hii. Chama cha ANC kilipigwa marufuku na serikali na makaburu kwa miaka 30. Viongozi wake wakuu ama walifungwa maisha, Ruben Island kama Mandela na wenzake, au walikimbilia uhamishoni kama Oliver Tambo, Thabo Mbeki na wengine. Hayo yote hayakuzima mapambano ya ukombozi kuendelea na hayakukiua chama cha ANC. Uamuzi wa Jaji Hamidu Mwanga hautazuia mapambano kuendelea wala kukiua chama cha Chadema. Huu ni ujumbe kutoka kwa Tundu Lissu na amemalizia kuandika mwishoni, aluta continua. Sasa watu wengi kupitia peji hii ya chama cha Chadema wametoa maoni yao kufuatia ujumbe huu kutoka kwa mwenyekiti Tundu Lissu, lakini pia tutaangalia kile ambacho amekiandika Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula na kile ambacho amekiandika mwanaharakati Mange baada ya kuposti ujumbe huu wa Tundu Lissu, kubwa akiwakumbusha viongozi wa Chadema kutumia vizuri akaunti za mwenyekiti wao Tundu Lissu katika kuhamasisha hiki ambacho kinaendelea Tanzania. Huyu wa kwanza anasema asante baba, tuko nawe, no reform no election. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba ujumbe wa muhaini hauna manufaa na jamii. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba amen baba, tumepokea, no reform no election, mapambano yanaendelea. Mwingine anasema kwamba no reform no election baba, tuko pamoja na wewe, Mungu atakusaidia, utashinda kesi hii. Lakini pia mwingine anasema wale walikuwa wanapigania uhuru, sio nyie madaraka na maslahi binafsi. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba huwezi kuwa unatoa zihaka kwa rais, unatoa taarifa za uongo na kuleta taharuki, uachwe kisasa. Wewe nani? Tusitumie nafasi vibaya, kwa sababu mheshimiwa rais ni mvumilivu na mpole. Kwa hiyo sasa hana maana tena, mwache ajifunze kuishi bila kuropoka. Hivi hamuoni vyama vingine wanavyotoa hoja na kufikisha ujumbe kwa wenye mamlaka? Lakini pia mwingine anasema tuko na wewe, mpenda mabadiliko ya taifa lako la Tanzania, mwenyekiti. Hawa ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao kwenye peji hii ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, maarufu kama Chadema in Blood. Lakini pia kwa upande wake Mange alichapisha ujumbe huu. Tuanze na Mange tumalizie na Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula. Sasa Mange baada ya kuposti huu ujumbe hapa akaandika yafuatayo, lakini kubwa akiwakumbusha viongozi wa chama cha Chadema kutumia vizuri mitandao ya kijamii ambayo inatumiwa na mwenyekiti Tundu Lissu. Ameandika hapa Mange: ujumbe kutoka kwa Tundu Antipas Lissu kwa Watanzania kuhusu kesi ya uhaini aliyobambikiwa na serikali, kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa. Soma kwa makini tafadhali. Watanzania lazima tumpiganie Lissu kama yeye anavyotupigania. Jamaa anatembea na risasi mwilini mpaka amekuwa kilema, anachichemea sababu yetu sisi. Lissu kakubali kuwa kilema kwa ajili yetu, kakubali kufia jela kwa ajili yetu, kakubali
ya mambo yote ambayo yanatokea, na amekubali kuwa mnyonge kwa ajili yetu, na sasa anatupigania sisi. Viongozi wa Chadema, tunaomba muangalie jinsi ambavyo akaunti ya Lissu hapa Instagram inaweza kuwa active. Siasa kwa sasa zimehamia Instagram. Movement ya no reforms no election mpaka sasa inatakiwa iwe kubwa. Anasema sasa ni muhimu akaunti ya Mtanzania aliyeanzisha movement ya no reforms no election mpaka akapewa kesi ya uhaini ikawa very active. Mfano huu ujumbe hata kwenye akaunti yake haujapostiwa. Akawatagi hapa makamu mwenyekiti John Heche, akamtagi Godbless Lema, akamtagi John Mnyika, lakini pia akamtagi Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, na kumalizia hashtag ya no reform no election. Na watu wengi pia wametoa maoni yao hapa. Kwa Mange, huyu anasema kwamba ambao tupo na Lissu kwa kila hatua, naomba like za no reforms no election, here we go. Lakini pia mwingine akasema kwamba Lissu kuna siku ataiongoza Tanzania, atalitokee nini, one day yes no reform no election. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba to be honest, hakuna siasa Tanzania, maana hata ukisema ukweli watakuita unakula nao sahani moja, unapiga porojo, unawatukana, lakini wanajua wewe wamekuweka wapi. Mwisho wa siku meza ya maridhiano. Wengine mnakaza shingo kuitaka kweli, mnaishia pasipo kujulikana, na ndiyo haki mnasema, na ndiyo ukweli kabisa, ila serikali yetu haina dini, tambueni hilo. Maana yake hakuna hofu na Mungu, mzimu wao haujui Mungu. Lakini pia mwingine hapa akasema kwamba huku uraiani tunazidi kupigilia msumari wetu wa no reform no election. Lakini pia mwingine anasema hapa kwamba asante baba kwa faraja kubwa na ujasiri unaotupa na kutuasa, licha ya kuwa tulipaswa kukufariji wewe. Sisi tutakufariji kwa kutumia akili zetu na nguvu zetu zote kuhakikisha no reform no election inakuwa wimbo wa Watanzania wote wenye mapenzi mema na taifa hili, hata walioko vijijini, wasio katika mitandao ya kijamii. No reform no election. Lakini tumalizie kwa Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula, ambaye pia alichapisha ujumbe huu wa Tundu Lissu na akaandika hapa kwamba jaji wa jecha la Wamani kuisaidia CCM na serikali ili kutaka kukiua chama cha Chadema. Ndugu wa Tanzania, leo nilihoji maadili yaliyo nyuma ya uamuzi wa jaji wa mahakama iliyotoa uamuzi wa kukizuia Chadema kufanya shughuli zake zote hadi kesi ya msingi iliyofunguliwa na hao waliokuwa viongozi wake upande wa Zanzibar isikilizwe. Tuhuma za Tundu Lissu kwa jaji huyo zimeitia doa hukumu hiyo kama tulivyotahadharisha. Kwa sababu hiyo, na sisi askofu tunatarajia kutoa kauli nzito kwa umma na jumuiya ya kimataifa juu ya jambo hilo ambalo limetokea. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Lakini pia maoni ni mengi sana kwenye posti hii ya Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula. Huyu anasema, niliwahi kuwapenda watu wa Mtwara kipindi cha gesi, walisema kabisa gesi haitoki. Aliyejitia kiherehele walitembea naye. Halafu Nyambari Nyangwine akiwa mbunge huko Tarime washawahi kumkimbiza. Chadema kingekuwa Yanga, ninavyofahamu huyu hakimu angepata haki, angepata wakati mgumu sana. Saizi tupo bize na mpira kuliko maendeleo ya nchi. Mwingine hapa anasema ya kwamba hivi jaji anahukumuje kwa kutumia wivu au roho mbaya ya kibaguzi na upendeleo badala ya kutumia elimu yake ambayo ndiyo iliyompa ajira, au kute hiyo ajira hajaipata kwa kuisomea, kaipata kama jecha. Lakini pia mwingine anasema hapa kwamba kilichonishangaza ni baadhi ya watu kuhoji na kushangaa jaji kuisaidia CCM. Kwa akili ya kawaida unadhani huyo mpaka kuwa jaji wa mahakama kuu lazima kuna hisani imefanyika mpaka hapo. Vile vile kwa wakurugenzi wa tume ya uchaguzi lazima wailinde CCM, ndio maana huwa wanatupora uchaguzi na kuwatangaza wateule wake. Wengi wametoa maoni yao, lakini kubwa huo ndio ujumbe wa Tundu Lissu baada ya mahakama kusitisha shughuli za chama cha Chadema. Hivyo Chadema hakuna mikutano tena, kampeni ya no reform no election imesitishwa kwa muda mpaka pale ambapo kesi itasikilizwa
mahakamani. Nimeona Yeriko Nyerere akihoja kwamba kwa hiyo kama kesi itasikilizwa kwa miaka 3-4, ina maana Chadema itakuwa nje ya ulingo wa siasa kwa muda wote huo. Ni swali pia ambalo utakuwa nalo. Kubwa tusubirie kuona nini ambacho kitajiri mahakamani. Kama nilivyokuambia, kesi itatajwa tarehe 24 mwezi huu. Kubwa tusubirie kuona nini kitajiri, lakini kubwa tuachie maoni yako na endelea kutufuatilia kwa taarifa zaidi.